Jambo la pili, pamoja ya kwamba tukio hili ni la kweli na likuwa limeendelea kuadhimishwa miaka na miaka, kumekuwa na sintofahamu nyingi, kumekuwa na utata mwingi, na kumekuwa kuna watu wengi wanaishambulia sikukuu hii. Kama ambavyo nimekwisha sema, wengine mpaka wanaposherehekea sikukuu hii, maana yake wanachukua chapa ya mpinga Kristo, yani 666. Wengine wanaitwa makafiri, wengine wanapewa jina kwamba ni wapagani, wameiacha imani kwa sababu tu wanasherehekea sikukuu ya Christmas. Sasa kwa nini sikukuu hii imeingia kwenye sintofahamu hii? Hapa kuna mambo matatu. Mojawapo nimelielezea. Jambo la kwanza ni kukosekana kwa neno Christmas ndani ya Biblia, na hilo nimeshalielezea ndugu mtazamaji wangu, kwamba kwa nini neno Christmas alipo, kwa sababu neno Christmas limekuja kuundwa baadaye, likitengeneza ibada maalum ya kukumbuka tukio la kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Maana yake ni nini? Neno Christmas kweli kabisa halipo ndani ya Biblia, lakini tukio linaloazimishwa katika Christmas lipo, limeelezewa wazi kabisa katika maandiko. Kwa hiyo hii hoja ni dhaifu sana ya watu ambao wanatumia kwa ajili ya kuipinga Christmas na kuifanya ionekane ni sikukuu ambayo haifai kusherehekewa na Wakristo. Kwa sababu tu neno Christmas halipo, ni kwa sababu hawaelewi tu historia ya hili neno Christmas. Ni ibada maalum, yenyewe inaadhimisha tukio. Sasa tukio lingekuwa halipo, hii hoja ingekuwa na mashiko, lakini tukio la kuzaliwa kwa Yesu ni kweli lipo. Kwa hiyo hii ni hoja ya kwanza ambayo watu wanaitumia katika kuishambulia sikukuu ya Christmas. Ni kweli kabisa neno Christmas halipo kwenye Biblia, lakini tukio linaloazimishwa na Christmas lipo ndani ya Biblia na limeelezewa wazi kabisa. Tena Luka anafanya kazi nzuri sana ya kulidadavua na kulinyambulisha historia ya kuzaliwa kwa Yesu. Jambo la pili ni ukimya wa Biblia kuhusu tarehe aliyozaliwa Yesu. Sasa mimi hii naona ndio moja ya hoja ambayo inaweza ikawa ina mashiko na naielewa kwamba inaweza ndio imeleta utata huu mwingi sana kuhusu sikukuu hii ya Christmas. Lakini ndugu mtazamaji wangu, mimi ngoja niwe wazi sana kwako. Biblia kukaa kwake kimya sio makosa. Huu ni mpango maalumu kabisa wa Roho Mtakatifu. Ndio maana ikakaa kimya. Kwa nini? Kuhusu tarehe na mwezi kabisa ambao Yesu amezaliwa. Mimi naamini kabisa Biblia ilikaa kimya ili baadaye ije itafutwe tarehe nzuri sana ambayo itaambatana na dhumuni au makusudi ya Yesu kuja duniani. Kumbuka, Yesu alikuja duniani sio kuwa maarufu. Yesu hakuja duniani ili tu kusukuma siku ziende. Huyu kuzaliwa, hata kabla kuzaliwa kwake kulishatamka kusudi la yeye kuja duniani, na hata wakati malaika wanatoa
wakatoa taarifa za juu ya ujauzito ambao Mariamu ataupata wa kumbeba Yesu, akapewa na makusudi ya huyu mtoto kuja duniani, na moja kabisa ya kusudi lake kubwa ni kwamba yeye ndiye atakaye waokoa wanadamu na dhambi zao. Maana Yesu alikuja duniani, bali na yote aliyoyafanya, alikuja ili kuwaokoa wanadamu na dhambi zao. Sasa Roho Mtakatifu alikaa kimya kwa kupitia kalamu ya Luka na Mathayo na wengine kuhusu tarehe gani hasa na mwezi gani hasa Yesu alizaliwa, ili baadaye ije itafutwe tarehe nzuri sana ambayo itaendana na kusudi la kuja kwa Yesu duniani. Na ndugu mtazamaji wangu, tarehe 25 ilikuwa ni tarehe mahususi kabisa ambayo ilitimiza hilo lengo, kama ambavyo nitakuelezea tunavyozidi kuendelea na kipindi chetu.